inasababishwa na nini basi? Kuna changamoto nyingi, lakini mojawapo ni kwamba wanaume wengi wanaonekana kuwa hawajaweka Mungu kuwa kipaumbele katikati ya maisha yao. Wanaifanya Mungu kuwa wa ziada. Ndio maana kwao wanahisi kwamba wakihudhuria ibada zote kuna kitu watapoteza. Vipi mahudhurio ya waumini kwa ujumla na hata katika ibada za katikati ya wiki Jumapili yenyewe, na baadhi ya wengine waumini imekuwa inasikia mitaani kwamba wanafika kwa kuchelewa makanisani. Vipi inaonekana Bomboleni haliwaingii vizuri ili kuona kuna umuhimu kwa wanawake kwenye ibada za katikati ya wiki mpaka Jumapili, au saa nyingine mahudhurio kuridhisha au kuonekana wanakuwa wachache? Vipi hapo na haja kutathmini? Kweli changamoto ni kubwa sana. Watu wanachelewa sana kanisani, lakini pia wamekuwa hawaonekani. Ibada za katikati kulikuwa na watu wafifu sana, na gombo linapigwa haswa. Injili na uhubiri ipasavyo, tunawafundisha namna gani ya kumtumikia Mungu na kuweka Mungu kipaumbele katikati ya maisha yao, lakini bado watu wanaonekana wakiwa wagumu sana. Nafikiri kwa sababu tu imani yao imekuwa ndogo kwa Mungu, hawajamweka Mungu kwa kipaumbele kwenye maisha yao. Hapo kwa saa nyingine kuna uwezekano hamui na utaratibu wa kuwaona watu ambao wanakuwa na changamoto mbalimbali, aidha wana matatizo kama kuuza, wana matatizo kama saa nyingine mtu amefungwa hamweni kumtembelea, ni yatima, saa nyingine kumpa msaada inakuwa ni changamoto, na wakati mwingine mnakuwa kama na upendeleo fulani kwamba mtu ni maarufu sana kanisani, huyo ndiye saa nyingine anakuwa anapewa kipaumbele sana kwenye baadhi ya changamoto zinazotokana nazo. Hamoni kama hivyo vinaweza kuwa sababishi ambavyo vinasababisha sana saa nyingine mahudhurio kwa ujumla, watu kwa wachache kanisani, inakuwa ndio hivyo, inakuwa ndio sababu mojawapo hasa baada ya madeni? Kwa hilo naweza nikapinga, kwa sababu kanisa letu ni nzuri sana, lina utaratibu mzuri sana wa kuwajali watu, kuwatembelea, kuwaona watu wanapata na changamoto mbalimbali, lakini sio tu katika changamoto, hata katika furaha. Kanisa letu limekuwa likitoa sana kuhakikisha mtu aliyepo kwenye furaha basi kanisa zima linajumuika, lakini akipata changamoto mbalimbali kuna utaratibu maalum kwa kumsaidia kwa maombi, ushauri, kifedha na namna mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri huyo ambaye yeye aende kanisani kwa sababu eti labda hawajaenda kumuona, kwanza hatuendi kanisani kwa sababu eti tuonekane na watu au watu waje kutuona, si ndio? Kwa hiyo tunaokoka tunayetumikia ni Mungu. Kwa faraja yetu ni Mungu, haitegemeani na wanadamu. Basi ni kushukuru sana Pastor Mbada Mandevu kwa ufafanuzi wa maswali hayo matatu ambayo tumekuwa tukiangalia. Kulingana na muda, twende haraka pia. Kuna baadhi ya maneno yamekuwa yakisikika sana mitaani kwamba michango inakuwa mingi makanisani, na saa nyingine michango inapotolewa watu hawashirikishwi kuwa wana kiasi hicho cha kuweza kuchangia michango hiyo. Na saa nyingine mmekuwa mkijificha kwenye neno, wanasika wakisema mnajificha kwenye neno linalopatikana katika Warumi sura ile ya 13 mstari ule wa kwanza, kwamba kila mtu na aitii mamlaka iliyowekwa na Tito 3:1, kwamba wakumbushe watu kunyenyekea na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Hamuoni kwamba mnawanyima fursa hii? Na baadhi ya matangazo yanayotolewa unaweza kukuta labda kuna michango ya shule, hospitali za kanisa na TV kama hivi Zayoni, mchango unatolewa, viongozi watoe shilingi 70,000, waumini 30,000, na saa nyingine katika michango hii hamuoni pia kama inaweza kawa inawafanya watu kuona kwamba katika kazi za kanisa kwamba sasa saa nyingine umuhimu unakuwa mdogo, wanachelewa, wanakuwa wachache? Haoni kwamba hilo linaweza likawa tatizo pia mojawapo katika Mbada Mandevu? Mimi nafikiri hilo kwa mtu ambaye ameokoka kweli, hilo sio changamoto na kufanya asije kanisani, kwa sababu kwanza kanisani sio mahakamani kwamba useme tunashikiwa silaha kwamba lazima utoe kile ambacho kipo nje ya uwezo wako. Mara nyingi anaeleza kanisani watu wanatoa kwa upendo, ndio maana mtu huwa anaulizwa kiasi anachoweza kukitoa, si ndio? Na anataja mwenyewe kama ahadi, si ndio? Na pia huwa tunatolewa muda wa kutosha kwa kile kiwango maalum, kwa jambo maalum ambalo mtu anakuwa amepangiwa kiasi kwamba mtu mwenyewe anaweza kutoa kwenye uchumi wa hali yoyote ile. Pastor Mbada Mandevu, na kushukuru kwa majibu ya swali hilo, na kwa kumalizia tu hapa, kuna pia baadhi ya waumini walio wengi makanisani wamekuwa wakionekana uchumi wao sana kuwa wa chini, kwa maana mafanikio sana kwao kuwa chini.
kiasi ambacho hawatofautiani sana na wale ambao hawaendi kanisani. Je, Pastor Mbada Mandeko, hamuoni kwamba kuna haja kabisa ya kanisa kuwa na utaratibu wa kuwafundisha namna kujikwamua kiuchumi au kusaidiana kiuchumi? Pastor Mbada Mandeko. Kanisa kama kanisa linafundisha mambo mengi. Hatufundishi tu mambo ya kiroho watu kwenda mbinguni, lakini pia tunafundisha watu namna ya kufanikiwa. Kwa hiyo swala zima la kufanikiwa ni la mtu binafsi kuamua kuchukua hatua, kufanya wajibu wake, kujishughulisha katika kazi mbalimbali, na sio tu kumwabudu Mungu peke yake, lakini pia kuhakikisha kuwa anakuwa mwaminifu kwa Mungu. Kama analegalega kwa Mungu na kwenye kazi zake pia analegalega, huyo mtu hawezi kufanikiwa hata kama anakuja kanisani. Asante sana Pastor Mbada Mandeko. Mpenzi mtazamaji wa Zion TV, unaweza kutumia SMS kupitia 0033300. Tunaweza kusoma message zako za baadhi ya maswali kabla hajamaliza Pastor Mbada Mandeko. Anaweza pia akaacha kufanulia baadhi ya maswali. Pastor Mbada Mandeko, bila kupoteza muda, watazamaji wetu wamekuwa sharp kabisa kuweza kusoma maswali yao haraka. Yamekuwa ni mengi, lakini katika hayo tumeambatanisha yametoka mawili tu ili tusipoteze muda. Na kuomba kwa mazima yako nipe nafasi kusoma maswali haya ili uweze kufafanulia waweze kuelewa. Pastor Mbada Mandeko, kuna mmoja anaitwa James Matelefone anauliza nifafanulie neno eti tumefanya kazi ya kanisa. Anasikia maneno haya kitambo sana mtaani. Eti tumefanya kazi ya kanisa ni neno ambalo huwa linatumika kwa mtazamo tofauti, lakini huwa linapenda kutumika kwa wengi ambao hawajaokoka, wakimaanisha kudharau wale watu wanaotumika kwa Mungu na kuona kuwa wanaotumika kwa Mungu ni kama hawana kazi ya kufanya au ni kama wanapoteza au hakuna faida, hakuna malipo. Lakini sio kweli. Nashukuru sana. Pili limeulizwa na Jimson Kira, anauliza kuna makosa, laana au dhambi isiyosameheka? Hilo ni swali A. B yake anasema wewe walevi wa kutabangi, wezi, makahaba, wazinzi wangeombewa tu chapu wakawa wazuri. Pastor Mbada Mandeko, kwamba ungetoka tu hapa kukutana na Mungu leo tunamwombea tu basi anaacha ulevi wake au ule uwezo na mtoto. Anafikiri anauliza akilenga hapo. Kwanza tukianza na swali A kwamba kuna dhambi ambayo alisamehe, ndio. Kwa mujibu wa Biblia ipo dhambi moja ambayo mimi naifahamu ambayo alisameheki, ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Lakini tukija kwenye swali la pili la wezi, makahaba, kwamba waombewe tu alafu wapone, si ndio? Sisi kazi yetu kama watumishi wa Mungu ni kumhubiri Kristo na kuombea watu wenye changamoto mbalimbali, lakini anayeokoa ni Mungu, na swala la kuokoa ni swala la Mungu na mtu binafsi. Mtu akiamini na kukubali baada ya kufundishwa, basi huyo ataokoka, na swala zima la kumfungua huyo mtu sasa ni Mungu. Sisi wetu ni kumwombea, hatuwezi kusema lazima apone sasa hivi. Sisi sio tunaoponya, Mungu ndiye anayeponya. Nakushukuru sana Pastor Mbada Mandeko. Mpenzi mtazamaji wa Zion TV, mtapoteza muda wako kuangalia runinga yako hapo sebuleni kwako. Tunakualika tena hata siku nyingine uweze kufika tena katika kipindi hiki. Kuwa kipindi chetu kinakuwepo kila saa 5 asubuhi siku za Jumapili. Usikose, mwalike na mwenzako hata siku nyingine. Shukrani zetu ziende kwa kanisa la TAG Zion kupitia mchungaji wake Pius Missionary, pamoja na mtambo wetu aliyekuwepo hapa Edward Mjomba, pamoja na aliyekuwa nyuma ya picha kusababisha tuweze kuonekana vizuri kabisa Pascal Kilomero, pamoja na James Matelefone ambaye alikuwa akituwezesha sauti yetu kupenya sana katika spika za runinga yako. Karibu tena kwa awamu nyingine.